nahitaji kazi kabisa, jambo hilo linafanikiwa. Sawa? Usio wala usijali. Na imani mimi dada yako ananijua vizuri. Niking'ang'ania jambo langu lazima litimie. Kwa hiyo kuhusu swala hilo ondoa shaka. Kwa hiyo hapa cha kufanya mimi naondoka, tutaonana hiyo siku ya kikao. Mimi nakutakia safari njema. Basi sawa. Mambo clear. Anaanza kunyoka. Ushabaki wewe. Endelea na usani wako. Baba yako anazingua. Yaani kama umechoka kukaa hapa tembea bwana. Asi. Nenda kwanza nyumbani kapumzike. Shemeji umemwaga kwanza leo ndo kunywa. Ni mwaga wapi? Mimi ni mwaga. Shemeji yako yupo tu. Sema yule ana zengo. Nikirudi nyumbani basi msosi. Ana zengo anatoka ndani kupiga sosi nakula. Ana zengo na shasha maandalizi yote na kitu fresh. Basi nenda kwa nyumbani, mimi acha kwa nani hapa. Unaendelea kuimba? Mimi naendelea kuimba, maana unanichanganya tu, maana hapa nakuwa hata sikuelewi nini. Unajua? Na sijui nitafika nyumbani maana tungu jingi. Sio kama nitafika nyumbani. Bwana nikupeleke. Bwana wewe. Sawa. Baba unazifungua bwana. Najua mtoto wangu. Bwana. Nishuko kumbukumbu sana. Wewe sasa hivi maisha yako. Tulishasema inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Tukishatamka haya hatuna maana, hatuna uchungu na ndugu yetu, la, kwa sababu kila mmoja umauti utampitia. Baada ya kusema haya, mimi kama mzazi wa Naima upande wa kike nina wajibu kutambua mali alizozichuma na mkwe wangu, ili tufike katika hatua ya makubaliano kwamba nini tunafanya baada ya kutambua mali ziko kiasi gani. Sawa sawa? Mwanangu Naima. Baba. Wewe utakuwa mstari wa mbele kuzitamka mali ulizochuma wewe na mume wako. Sawa? Sawa. Haya, kazi kwako. Tuna nyumba moja, tuna nyumba mbili. Tuna shamba la mikorosho eka 15. Kwenye akaunti kuna hela milioni 5. Ndio. Tuna dimbe eka 2. Ndio. Basi. Anachokisema mama kipo sahihi. Sawa sawa. Mzee Shepa. Naam. Mimi naamini alichokiongea shemeji yangu kumuona mwanae ndio hicho hicho. Sasa hapa tuangalie tu namna gani ya kufanya kuhusu hizo mali. Aha. Namna gani nini? Hapa kitu kinachofuata kwa sasa hivi. Mali ziuzwe, zigawanishwe, kila mtu abaki na chake. Na kama swala la watoto, mimi naweza kuwalea. Jamani, tunataka tufanye mambo mengi, yani tuzunguke na kitu cha kufanya kinajulikana. Kitu kama hicho hakiwezekani. Baba yetu sisi na baba ameacha watoto. Zile mali zinatuhusu sisi, sio shangazi na baba mdogo. Kitu kama hicho hakiwezekani. Hapa mali hatugawanyi. Mjukuu wangu Shu. Baba. Nahitaji mawazo yako. Mimi na support kaka. Nyumba tuuzi, mashamba tugawane, kila kitu ni mali yetu. Ukweli mimi sipo tayari. Maana hizi mali walisi wapo na sio wao. Yaani hapa ninachokiona mimi, kuna wazee wametoka nyumbani kwao kwa ajili ya tamaa ya mali. Sasa kama wewe umeplani mtoto wako aondoke na mali au abaki na mali, lao ndio umeshindwa. Hapa mali zitauzwa. Kama kaka yangu alifariki na nimebaki mimi ndo naamini mimi ndo mlisi wa mali. Sababu hata nyinyi watoto mimi ndo baba yenu. Kiutaratibu wa mirathi mimi nitakuwa mbali kidogo na mawazo yenu wote ambao mnazungumza. Mimi kwa ninavyojua au sheria inavyotaka, waunda mali wanakuwa ni wawili kati ya baba na mama. Na anapopotea mmoja ndo anakuwa mwenyeji mkuu wa kusimamia mali zote ambazo zinabaki pale. Kwa sababu ndo anakuwa mtu ambaye mlisi halali. Kwa sababu kama kwenye walisi mwenyekiti anakuwa baba, basi katibaki anakuwa nani? Mama. Madamu mwenyekiti ameondoka na kaimu nani? Ni mama. Kwa hapo mimi na imani na kila shemeji na mke wangu hapo, hivi vitu sio vitu vya kuviangalia kwa jicho la ubaya kama hivi. Mimi niko na kiwaza au nakitazama ni kuona tu namna gani sasa unaongozana na kushirikiana na watoto wenu namna kuendeleza kile ambacho kipo pale kwa kuwasupport watoto pamoja na mama yao. Yaani wewe ndo mchawi kabisa. Yaani nilifikiri utaongea pointi ya msingi ya kufanya hapa watu wote tutoke na moja. Leti sijui nini na nini. Wewe mali za hapa kwanza zinakuhusu nini? Sema mali za hapa wewe zinakuhusu nini? Yaani wewe leo utaenda kunisoma nyumbani. Yaani bado ukae upande wangu mimi, unakaa upande wa hawa. Wewe hao ndugu zako unajuana nao na wewe ungewajua bila mimi.
Au wewe ndo mchawi mwenyewe? Wewe kelele. Mbona kama nini? Dadangu. Hatupo hapo kwa ajili ya kukizana. Sikizani na mtu, sheria ifuate mkondo wake. Hapa mali zinauzwa, kila mtu atawanyike na lake. Sheria kitu gani? Sawa, hata mimi natambua hivyo, lakini angalia kuna watoto wengi hapo, lakini pia kuna watu tumwalifu hapo kaje kuja kusikiliza maongezi yetu, watoke na ile ambalo uloko nalo wewe. Watoke na lolote. Mimi ndo nimesema kama mimi shangazi mtu, nyumba itauzwa, mashamba itauzwa, hela kwenye account itagawanyishwa. Watoto nitawalea, asotaka aondoke. Ifike mahala na mimi pia uniheshimu. Sawa? So uongee tu kwa muda mrefu tena kwa kupaniki namna hivyo, hapana. Unaonyesha taswira gani mbele ya watu hivi? Tutasomana mbele zikigawanyika mali. Kama kukoseana tukoseane, hapo kuombana lazi huko. Hapa ninachotaka mali zigawanyishwe, kila mtu atoke na lake. Kama kawaida uhakika. Nyama kama kawaida. Mimi nimetangulia. Kama kawaida. Haya, na habari gani? Mwanangu. Mimi katika kutembea mwanangu, si unajua nikakutana na blaza zako ile. Tenende. Mama nipanga vitu fulani hivi, yani mimi sijavikubali hata nini mwanangu. Umenipangilia, si unajua. Mwanangu nambe, mzako rafiki yako championi, si nini yani? Fanya mazingira muoe. Nikamwambia mimi mazingira kuoa siwezi. Mimi mazingira yangu maana yake ngeli. Anake na mimi, anake unajua mimi msanii. Ya, najua vitu vyako hivyo. Vitu vyangu. Kwa mimi nikambaliza kuoa, mimi sina. Kwa mimi nilimpangilia hivyo rafiki yangu. Kwa hiyo hilo swala ulilichukuliaje? Hilo swala nilichukulia mangu mimi siwezi kuoa. Mimi unajua mimi msanii. Kwa nipambania kwa ndoto zangu kwanza. Sawa, sasa sikiliza. Mimi bwana sasa hivi na mpango wa kuoa, huyu bachela nishafanyaje? Nishaona ngoja niachane nao. Sasa hivi kwanza mazingira yenyewe naomba sio. So kwanza nishakuwa mtu mzima. Kama sitale nishafanya sana, nishafanya vitu kibao. Kwa sasa hivi mwanangu mimi nataka kuoa. Kwa rafiki yangu nataka kuoa. Kuna binti nimempata, nimeongea naye hivi, ila bado hatujafika mwafaka fresh bado. Ila nipo kwenye harakati, mimi sasa hivi nataka kuoa rafiki yangu. Sasa wewe unataka kuoa sasa hivi? Sasa wewe pisi yenyewe pisi gani tena? Wewe nitakupanga, wewe si mwanangu. Sio na haraka, ni mambo yakishakuwa fresh. Wewe nitakupanga fresh kila kitu. Mimi natamani kumjua shemeji ujue. Utamjua tu, wewe si mwanangu. Unakosaje kumjua yani? Sasa ina shida. Mimi nitamfahamu nini sasa hiyo? Baridi mwanangu. Fresh yana na. Mimi nilikuwa nawasikiliza tu, nimekaa hapa nipo kimya. Yaani hii shangazi umeshindwa kutafuta maisha na mume wako, unategemea mali zetu sisi. Yaani kama ulisikia au ulisimuliwa kuhusu mali hizi, hapa kitoki hata bakuli. Hizi mali zote zinatuhusu mimi, mama na Shuu. Mimi siwezi kuwaelewa watu kama nyinyi. Nyinyi mlikuwa mnapiga dua mzee afe ili mchukue mali. Haiwezekani, hapa kitoki kitu chochote. Mimi ndo wa Dubai naongea. Dubai ndugu wangu. Naam babu. Ninachotaka kusema mimi kukuambia wewe ni kwamba haya yalipofika yamefika pabaya. Kwa sababu sehemu hizi ilibidi ni sehemu za kujenga, lakini badala yake naona hatua zinazokwenda ni mbaya. Kwa hiyo ninachosema mimi, kama kuna mtu atakuwa na sheria zake yeye mwenyewe zingine za mkononi mwake, basi mwache afanye. Lakini ikitokea ameleta fujo katika mali ninavyojua mimi, basi tutafika hata mahakamani. Sizungumzi eti kwa sababu hapa kuna mwanangu. Nazungumza nini sheria inasema. Sawa? Sawa babu. Kwa sababu tukizungumza kimila, sisi tumezaa. Tukizungumza kisheria, sheria inasema anapofariki mtu mmoja, mrithi wa mali atabaki mwingine. Namaliza kwa kusema kama kuna mtu
ana mabadiliko kinyume na haya tunayoyazungumza hapa, basi achukue hatua za kisheria. Nitoe angalizo juu ya hili kwa sababu tuseme tukio limetokea limeisha, lakini hiki kikao ni kikao ilikuwa cha kuwekana sawa tu. Kile yani kile alichokuwa na mtu mwingine kikaonekana kiko tofauti mbele ya watu hapa, tunamweka sawa. Dada yangu ameongelea sana kuhusu mali kwa maneno yale ambayo ameongea. Mimi niseme tu ndio, mimi ni dada yangu, nitakaa naye nitamwelekeza haya mambo yatakuwa yako sawa sawa kabisa. Nikuondoe shaka juu ya familia hii ambayo iko hapa. Sio kusema itakuwa nyanyasika, tatio fujo, hapana. Haya ni mawazo tu ya mtu mmoja mmoja, lakini pia anapokuja kupata mawazo ya kumwelekeza vizuri, mimi naamini anakaa sawa sawa. Mzee, ubaki na amani, uone familia yako ipo hapa, muda wote wewe njoo tu itazame, isalimie. Mimi naamini hautasikia kitu tofauti tena kibaya juu ya mali na vitu vingine. Yaani kaka, yaani unarahisisha tu kwamba yameisha vipi? Hapa hakuna kuisha. Afe kipa, afe beki. Na hisi yani wewe kwanza unajua vizuri. Kama na wewe umelogwa au upo kwenye kundi moja na hawa watu, mtanisoma na mtajua upande wangu wa pili. Wakati wenzao wanaunda nyinyi mlikuwa wapi? Wakati wenzao wamepambana mpaka wameunda kila kitu, nyinyi mlikuwa wapi? Si mlikuwa mmeboteka tu. Wewe usilopoke wewe. Mke wangu ni ndo unanijua hapa kama mimi mke wako. Sasa tuondoke. Baki na acha wenzako. Nyoko. Yaani Wao Dubai, sio hapo tunaondoka basi. Haina noma mwanangu. Fresh mwanangu. Haina noma. Mzee Shepa. Kabla. Mimi naamini hapa mjadala kama nilivyotangulia kusema tu kuwa akitaribika kitu chochote kile, amani hapa itakuwepo. Hao ni watoto wa kike tu, wala usiwazingatie sana. Wanakuwa na hasira tu ya mara moja, kaa sawa, mada inaisha. Wala usio na shaka juu yoyote. Shemeji yangu. Kwa Dubai mwanangu. Naam baba. Sure. Hapa mada tumemaliza. Tumefikia hatua hiyo. Yaani mwenye kutambua anatambua, asiyotambua basi atatambua hata mbele ya safari. Mbaki kwa amani wanangu. Sawa? Mimi niseme tu kikao nimekifunga. Mama unajua shamba la kweli ile. Nione ndio tuliuze, usiliuze. Ile shamba litusaidia kipindi cha baadaye. Sawa. Waalaikum salaam. Bye. Safi, hujambo? Tusijamu. Unaendelea tu mwanangu? Naendelea salama tu. Siti mzee. Mimi nipo ndani. Sawa. Allahu Akbar. Shemeji yangu. Habari yako? Safi za nyumbani. Salama kabisa, habari za hapa? Safi. Naona ulikuwa unabadilishana mawazo na bwana Dubai hapa, au si? Si unajua tena. Kushukuru. Hii hali inanipa matumaini namna gani unavyokaa vizuri na hao watoto. Namshukuru Mungu naishi nao vizuri kabisa. Sawa, lakini vipi huyu Shu yuko hapa? Shu yupo kapumzika huko ndani. Sawa. Labda tu bila kupoteza muda, shemeji yangu utaniwia radhi, utanisamehe. Maana ninavyokaa na discuss na hitaji kuvumilia, lakini inafika mahala mimi kiukweli mimi nashindwa. Mimi lengo langu ndio lile. Ujue mimi sina lengo baya, nina lengo jema kabisa katika hii familia. Shemeji yangu, naomba hili jambo tulimalize. Na tulimalize katika hali ya kukubaliana wewe na mimi. Sawa. Shemeji, bado unanifuatilia tu, ina maana hujanielewa siku ile nilivyokuambia sitaki. Nikwambie vipi ili unielewe? Sitaki, sikutaki na maanisha. Sawa. Ukisema unitaki, mimi naelewa kama unitaki. Lakini unaposema kama bado unanifuatilia tu sio sahihi, kwa sababu tambua kuwa wewe uko kwenye imani yetu. Sawa. Lakini kisheria na utaratibu, mume kama anafariki anamwacha mke, basi inapaswa yule mwanamke basi abakie pale pale akiwa na mwanamume mwingine anayefuata. Na ndio maana mimi napata na nguvu kubwa, lakini najitahidi kuvumilia kuendana na Isa yako, lakini mimi nashindwa shemeji yangu. Mimi nakuomba. Sawa, nakuomba sana. Lakini pia inawezekana kipindi hicho unaishi na kaka kuna kitu nilikukwaza. Kwa sasa mimi niombe tu nisamee, lakini pia utambue kama niko serious na hili jambo. Na sio mapenzi tu na wewe, nina mapenzi pia pamoja na watoto. Hujanikwaza chochote, ila sitaki tu. Sikutaki. Shemeji yangu. Unajua ni muda mwingi sasa. Mimi nakumbuka hii mara hata ya 4 nakuja kukuelekeza hoja hii, na
namna unavyokataa yani unamaanisha kabisa na hii hali kwa mtu mzima kama mimi najua kabisa wewe kuna mtu ambaye huwa anakupitia pitia. Ndaona kudanganya kufikia tu kwa sababu hivi vitu sio vigeni kwangu. Sijaanza mimi tu, hata wazee wa vitu kama hivyo wapo na wanazaa kwa ajili ya kuonekana mke wa malekwe, lakini itokee leo hii ionekane kasumba kwangu mimi kuhusu wewe. Mimi naamini kabisa hili jambo kuna mtu ambaye mimi ananipitia. Yaani wewe ndio mtu wa ajabu kweli ulipo. Nimefiwa juzi tu na mume wangu, leo aanza kunipitia mtu. Yaani anipitii mtu yote ila sikutaki. Unavyoongelea umefiwa juzi, hii kauli naikataa. Hata mimi nimefiwa nayo, mimi kakaangu tambua hivyo. Sawa mzee. Dubai. Ulioongea yote nimesikia. Toka afe baba hata miezi miwili hajafika. Leo unakuja kuongea maneno kama haya. Hivi wewe kumshawishi mama yangu uishi naye? Unachotaka nini? Au wewe ndio uliomuua baba? Wewe mzee, nilikuwa nakuheshimu sana katika maisha yangu. Lakini ulipofikia hapa, wewe mzee, mimi nitakuja kukufanya kitu kibaya. Dubai. Tambua kwa mimi babako. Lakini pia umefika mbali sana. Yaani umeongelea mimi ndio nimuua kakaangu kweli? Wewe una akili sawa sawa kweli unavyojikuta wewe? Lakini Dubai, tambua ni mkubwa. Wewe ni kijana wa kiume ambaye mimi nakutegemea. Sawa? Hivi unapochukulia uifikie sio miezi mingapi wewe mtongoze mamangu sio kufanyaje? Mimi sina lengo baya na huyu mama yako. Mimi na lengo jema sana. Unavokaa tu hivi, mimi nikawepo hapa tunabadilishana mawazo, muone wewe unapata hekima nzuri. Na ndio maana sasa umekuja ndani, umekuja hapa nje unalopoka tu maneno ambayo sio faa. Wewe kwenda kunielekeza maneno kama mimi babako? Wewe mzee, haijalishi. Watu kama nyinyi wenye umri kama wenu sio kufanya vitu kama hivi. Na ungekuwa na hekima, ungeanza kwanza kujiangalia mwenyewe. Alafu ungewaza na ungefikiria, sio kuja kumuelekeza mamangu mimi upumbavu kama hivi. Mzee, nilikuwa nakuheshimu ila kwa hili tembea. Kwanza toka nyumbani hapa.